Nataka kushukuru kwa ajili ya neno. Mungu atanisaidia kwa habari ya muda, kuzingatia. Baba, katika jina la Yesu, nimejiweka wakfu Bwana kwa mkono wako ulio hodari. Tangu siku ile Bwana ulipotamka nisimame ile zamu yangu, Baba, sina mwingine wa kumtumaini ila wewe Bwana. Nena na kanisa lako Mwokozi. Fungua maneno yako Bwana kupitia kinywa changu, nami nitatumika kwa sababu Mungu umekupendeza. Nitumie kama chombo kwa ajili ya kazi njema. Mbariki kila mmoja ambaye Mungu atayanasa maneno haya, yakafanyike kwa faida, yakafanyike kuwa uponyaji. Wewe ni mwingi wa rehema na unatuwazia mawazo yaliyo mema kwa ajili ya maisha yetu. Mbariki kila mmoja katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tutembea pamoja kupitia maneno ya Mungu, uone uaminifu wa Mungu. Hizi ambavyo kanisa letu la JMC ametukumbuka pia. Mchungaji atuko pamoja naye, kuna mahali amealikwa, bila shaka mmoja mmemwombea ili atumike vizuri huko aliko. Haleluya. Nitasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9. Maandiko yanasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Amen. Inatosha mpaka hapo. Bwana asifiwe sana. Kichwa cha somo ni neema ya Mungu ingali ipo, usikate tamaa. Bwana apewe sifa. Amina. Ninakuletea habari hizi ambazo mara nyingi tunazisoma kwa habari ya huyu kipofu. Na ni kipofu kweli. Alizaliwa hivyo akiwa kipofu, na maisha yake alijua yeye atakuwa ni kipofu. Mwenda alikata tamaa, kama wengi wetu tunaweza kukata tamaa mambo yanapokulemea kwa muda mrefu. Mwenda alishachoka na maisha haya, akajua huo ndio mfumo wake wa siku zote wa kuenenda kwake na kuishi kwake mpaka siku nyingine atakapokufa. Haleluya. Hakujua wema wa Mungu kwamba bado upo. Hakujua neema ya Mungu kwamba ipo mbele yake. Mchana huu leo ninakuletea neno la kukutia moyo. Mchana huu leo ninakuletea neno la kuhuisha nafsi yako ambayo mara nyingine imekata tamaa. Mchana huu leo ninaleta neno la uzima moyoni mwako. Kuna mambo ambayo yamekuwa changamoto. Kuna mambo ambayo yamekukatisha tamaa. Kuna maisha ambayo yamekuchosha sana. Na uwezo kujiokoa nafsi yako peke yako. Lakini mchana wa leo nakuletea neno la afya kwa ajili ya maisha yako. Nakuletea neno, natangaza habari njema katika madhabahu hii hapa JMC Bunju, kwamba yuko Mungu. Siku ile alikuwa anakatisha tu mitaani, anapita akiongozana na wanafunzi wake. Wakamwona mtu ambaye ni kipofu tangu kuzaliwa. Maandiko yanasema tangu amezaliwa ni kipofu, hajajua kuona kwamba baba yangu yukoje uso wake.
hajabahatika kujua mama yake yukoje, sura yake, hajui hata nyumba ambayo humo amezaliwa, hajui hata majirani zake na mashangazi zake. Lakini mtu wa Bunjubi leo ninakuletea habari njema ya uzima, kwamba yupo Yesu anatembea mtaani wako leo, yuko mahali hapa, utakutana naye mchana wa leo. Haleluya. Wanafunzi wakamuuliza, Bwana, iweje huyu mtu amezaliwa kipofu? Kwamba yeye ndiye aliyetenda dhambi? Kwamba ni wazazi wake wametenda dhambi? Ni maswali ambayo unaweza kujiuliza hata wewe katika maisha. Kuna vitu vinakung'ang'aniza tangu umekuwa mdogo, vinatatiza hata watu wakikuona na kusonta vidole kwamba huyu nyumba yao, ndugu zake au ukoo wao ni ukoo ambao umelaaniwa, hauna maana. Ukoo wao ni wa kimaskini, ni magonjwa tu, wananenewa hivi. Jamani, katika familia si yapo mambo kama haya? Yapo katika koo zetu. Huyo mtu alinenwa hivyo na walimuona yeye ni tenda dhambi. Ukiendelea mbele huko, baada yeye Yesu kumfungua na kumponya, wakamwambia, tuambie habari ya huyu aliyekuponya, kwamba ni mtu mtakatifu, ni nani huyu namtambua? Alipowaambia, ninajua huyu ni mtu ametoka kwa Mungu, akasema, hapana, umekosea. Mpe Mungu utukufu ili apate kumdhalilisha Yesu. Na kadri alipomwandama akasema, na ninyi mnataka kwa wanafunzi wake? Akasema, mama, wewe unataka kutufundisha sisi? Kwanza wewe ni umetenda dhambi, wazazi wako wote wametenda dhambi. Ndivyo ambavyo mabaya yakikufuata, kuna watu wamesimama mlangoni na kusema vibaya. Lakini leo nakwambia habari njema, habari za wokovu, habari za kufunguliwa kwako. Hata kama ulizaliwa maskini nyumbani mwako, muhimu, Bwana anakwenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Mchana huu leo Mungu anaenda kubadilisha kitu, anaenda kufanya jambo jipya. Utaona mabadiliko kwa sababu yupo ambao umekutana naye Yesu. Yesu anabadilisha hatima ya maisha yetu. Yesu sio kawaida, wala si pesa. Huyu mtu alipofunguliwa, fikiria tangu akiwa kipofu mpaka anasema, ninyi mnasema kwamba huyu ni mtenda dhambi. Tangu lini mliwahi kuona? Tangu dunia imeumbwa mtu muovu akafanya kama mambo anayofanya? Bwana pewe sifa. Usichoke moyoni mwako. Kuna mambo ambayo yanakuzonga sana, yasikukatishe tamaa. Haleluya. Yupo Yesu mtenda miujiza. Mchana wa leo unaenda kukutana naye, ataenda kukufungua macho yako, ataenda kuona. Kuna mambo ambayo huoni hata kama una macho. Kuna vitu wewe umekuwa kama kipofu. Kuna mambo ambayo ni mazuri Bwana ameandaa kwa ajili yako, hujayaona bado. Unamhitaji Bwana mchana wa leo. Bwana anaenda kukugusa mchana wa leo. Bwana anaenda kusema jambo katika maisha yako. Huu mchana hauwezi kuwa kawaida. Ninamwamini Mungu aliye hai. Ninamwamini Jehova ambaye nimetembea naye katika maisha yangu tangu jana wangu. Bwana asifiwe sana. Ninajua Mungu anaponya. Ninajua Mungu anaweka huru. Ninajua kuna vifungo, ndio vipo vifungo. Kuna watu wamefungwa kwa kuonewa tu, hawakutenda dhambi. Tukisoma Paulo na Sila, sinakumbuka waliweka gerezani, lakini hawakuiba, hawakufanya chochote kibaya. Kwa ajili tu wamemponya mtu. Yule mtu mwenye mapepo alipowekwa huru, wakaona wivu kwa sababu yeye anawatabiria mambo ya Simba na Yanga. Anasema safari hii timu hii itashinda. Safari hii Manchester anashinda. Safari sasa hayo kwao ilikuwa ni faida. Bwana anapobadilisha kibao, wanaona wivu. Wakasema hawa watu hawanatuchafulia huu mji. Hapa Mungu anachafua hali ya hewa. Tuwaweke ndani. Wana mamlaka ndio. Wanaweza kumweka ndani. Haleluya. Ashukuriwe Mungu. Paulo na Sila hawakulia, hawakushtaki, hawakulalamika. Waliendelea wakiwa mle ndani, wakaendelea kumsifu Mungu. Wakamsifu Mungu mpaka adui yao akawachia.
Umewahi kuona gereza linakukimbia, linaachia mbele yako? Uko kwenye lupango. Mnajua maana lupango? Hamjui lupango? Wengine hawajui. Lupango ni magereza, Kiswahili misamiati, Bwana siwe sana. Ni magereza. Umefungwa huko ndani. Wewe ulipoona kwamba kwa kusifu, kwa kuimba, magereza ikaachia. Haleluya. Leo Bwana anaenda kufanya hivyo. Magereza yako yanaenda kuachia. Vifungo vyako vinaenda kuachia. Haijalishi wamesema wewe hauna kitu. Mnamkumbuka yule mjane wa Sarepta? Alikuwa hana kitu. Alikuwa hana kitu. Yule mwanamke wa Sarepta, habari zake tunazisoma sana. Yule mjane, nyakati zile, wakati kuna njaa imewaka moto katika nchi, ni Lebanon, ni jirani na Israeli. Mtasome historia. Sidon. Sasa njaa imewaka katika nchi, hawajui wafanye nini. Na aliyetangaza kwamba dunia hii mbingu haitafunguka ni Elia. Alafu hana kitu. Mungu anamwambia utaenda mahali huko Sarepta, kuna mjane nimekuandalia, ataenda kukuhudumia. Bwana tuwe sifa. Ataenda kukuhudumia, usiogope. Elia akatoka, akaenda. Tuna habari nyingi hapa. Anafika, anakutana na mwanamke, yeye ndio anaokota kuni. Maneno ya Mungu yanasema, Elia akamwambia, wewe mdada wewe mama, ndio Rebeka. Sema sasa sikiliza. Kanipe maji kwanza, mimi nataka niwe maji. Wakati yule mwanamke anaondoka ile kwenye maji, akasema hebu geuza kwanza. Nataka ukanipikie kwanza mimi chakula kitamu kwanza, kaniandalie chakula kwanza mimi nile nishibe. Sasa Bwana wangu, mimi nyumbani mwangu hamna kitu. Wahindi wanasema si apeche alolo. Apeche alolo. Yaani hamna kitu, ni dry, ni kavu. Unarudi nyumbani ni kavu. Asema kumebaki kidogo kavu kwenye kapulangu, na tumafuta kidogo putu. Elia anamwambia nabii wa Mungu kwa maneno kama ilivyo, ukanifanyia kwanza mimi, na anakuambia na kutabiria, hilo kapu halitaisha unga wake, wala mafuta hayataisha. Bwana sifa. Mtu ambaye jamii inamuona pengine maskini, mjane, huna kitu, kama wewe unapojidharau hivi leo, unaona huna kitu, kumbe unacho kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu mchana wa leo. Bwana sifa. Unalo neno nyumbani mwa Bwana. Wewe sio mkame, wewe sio mtupu. Funguka tu maisha yako. Unalo jambo la kumhudumia mtumishi wa Mungu, unalo jambo la kufanya nyumbani mwa Bwana. Yule mjane hakuishiwa chakula kwa sababu alikula na mtu wa Mungu. Haleluya. Na kuletea habari njema, upate kufunguliwa mchana wa leo, upate kuwekwa huru. Macho yako najua umeonewa, kuna mambo huyaoni. Kazini kwako ndio haupati promotion, shughuli zako hazikui, haziendelei, zimepofushwa macho kama Samson. Tusiruhusu dhambi tu. Samson alipata madhira kwa sababu aliruhusu dhambi. Bwana sifa. Mkumbuke kisa cha Samson katika kitabu cha Waamuzi, Mithali sura ya 16. Samson yeye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu anazaliwa. Kazaliwa yeye ni mtakatifu. Na anaambiwa wewe jitunze, kilevi kisiingie kinywani mwako, na hizo nywele usizinyoe, maana wewe ni mnadhiri wa Mungu. Jitunze maisha yako, jitakase, yalinde maisha yako, ponya nyumba yako, ili ufanyike kwa Mwokozi kwa ajili ya taifa la Israeli. Haleluya. Lakini aliruhusu dhambi Samson.
alitenda dogo dogo, wakampoteza, wakatoboa macho, akawa kipofu. Bwana siku sana. Lakini Mungu akamkumbuka. Na mimi nasema Mungu akukumbuke. Haijalishi njia ambazo unaweza kuzifanya ukamdhoofisha Roho Mtakatifu katika utumishi wako. Kuna mahali ukufanya vizuri ndio. Lakini leo rudi kwenye mstari. Mara hii tu Bwana kwa ajili ya macho yangu, Samson anasema. Wamempeleka kwenye michezo awachezee wale wakubwa. Akaenda kunengua anawachezea Wafilisti. Lakini moyoni mwake anasema, Bwana, kweli nimetenda dhambi, ni kweli sikufanya vizuri. Naomba Mungu, naomba Mwokozi, mara hii tu nisaidie. Ninakuomba Yesu, ninakuomba Jehova, niondolee huu mlima, niondolee aibu, niondolee haya mahangaiko, niondolee. Mara hii tu Bwana, nijilipizie kisasi kwa ajili ya adui zangu. Wametoboa macho yangu hapa. Sasa na niondoke nao. Bwana akukumbuke. Akurejeshe nguvu ambazo umezipoteza nyakati fulani kwa sababu ya uzembe tu. Bwana kurudishie kila ambacho kilipotea mchana wa leo. Bwana akuponye, macho yako yapate kuona. Uendelee kuona fursa, uone maisha. Usipapase tena. Usiwe kipofu kama yule ambaye amezaliwa toka tumboni mwa mama yake ni kipofu. Hajui hatima yake. Ni mtu wa kushuka mkono. Tunaenda kuachia mkono wako leo. Hakuna kumshika jirani yako, utatembea kwa macho yako mwenyewe. Miradi yako itaenda kutembea kama kawaida. Zile biashara zako ndogo ndogo Bwana anaenda kuzifanya kuwa ziwe kubwa. Haijalishi kuna mahali ambapo ulikwama, ndio ni kweli. Lakini leo Bwana anaenda kukukumbuka mchana wa leo. Usiogope. Maisha yako yasishuke. Haleluya. Kuna mtu mmoja alishuka moyo. Yohana Mbatizaji. Bwana apewe sifa. Tunakumbuka habari za Yohana Mbatizaji akiwa gerezani. Anasikia habari za Yesu kama hivi tunavyomhubiri Yesu. Kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anaweka huru watu waliofungwa. Yesu anaponya vipofu, vipofu wanapata kuona. Viziwi wanasikia. Maskini wanahubiriwa habari njema. Mbona mimi niko kwenye vifungo? Haleluya. Mbona mimi niko kwenye vifungo? Huyu Yesu yuko wapi? Hebu nenda kauliza habari zake. Ni yeye yule au mtarajia mwingine? Haleluya. Wanafunzi wakamwendea Yesu. Hao. Bwana Yesu, tumetumwa nini? Yohana yuko gerezani, unajua Unajua anateseka, ndio. Unajua analala kwenye simenti, kwenye sakafu, ndio. Unajua anakula chakula cha taabu, ndio. Mateso ya gerezani unayajua, ndio nayajua. Sasa ametutuma kwamba ni wewe yule au tumtarajie mwingine. Haleluya. Mwanaume akasema, nendeni mkamwambie Yohana kwa gerezani. Bwana asifiwe sana. Vipofu wanapata kuona. Haleluya. Viziwi wanafanya nini? Wanasikia. Viwete wanatembea. Haleluya. Viwete wanatembea. Wafu wanafufuliwa. Maskini wanahubiriwa habari njema. Kama hivi leo. Haleluya. Yakawa ni majibu kwa Yohana. Unadhani Yohana aliridhika? Ilimgharimu kichwa Yohana kwa sababu ya mashaka. Mashaka hatutakiwi kuruhusiwa sisi watu wa Mungu. Tusimpe nafasi Ibilisi katika maisha yetu ya imani. Tumemwamini Yesu, tuamini katika magumu tutapita. Kwani Paulo na Sila wangetaka kutafiti kwamba hivi hapa kwa nini tunateseka? Huo muujiza ungetendeka? Usingefanyika wapendwa. Katika magumu Bwana yupo. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Haleluya.
haogopi mabaya. Ndio yapo, ndio. Nipitapo katika moto, maandiko yanasema katika Isaya 43 kuanzia mstari wa 2. Nipita katika moto, hautaniteketeza. Wala miali ya moto haitaniunguza. Kwenye maji mengi hayawezi kunigharikisha. Tutapita kwenye magumu. Kwenye mambo magumu tutayaonja. Haleluya. Lakini yashukuriwe Mungu, yupo Mwokozi anaenda kukufungua maisha yako. Yupo Jehova anaenda kuponya macho yako yataenda kuona. Yupo, hajafa, yu hai. Paulo anasema kwa kusifu vifungo vikaondoka. Yohana analalamika gerezani. Hatupaswi kulalamika wapendwa. Tujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hata kama shughuli zetu zingine tulizotarajia. Unajua mwanadamu upanga, lakini jawabu la ulimi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu ambaye anaamka na kurupuka tu asubuhi. Anapanga ndio, lakini jawabu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Na sisi tutapanga ndio, lakini tusipojibiwa haturudi nyuma. Haleluya. Hatutaki kurudi nyuma. Hatutaki kukata tamaa. Mipango ya maisha yetu itaendelea kunawiri. Tutaendelea kujipanga kama hapa. Tumejitia moyo katika Bwana. Jengo hili ni kubwa. Halifanani na idadi yetu tulio hapa. Bwana asifiwe sana. Na ni ndoto kubwa, ni big dreams. Ni big vision. Bwana asifiwe sana. Sio rahisi katika akili ya kawaida. Uongeleza. Unadhani kama kitu cha kawaida? Kwa idadi tuliokuwa nayo haifanani, lakini kwa sababu ya imani tumebeba. Maana nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitakuwa mabaya. Na mtu mwingine anasema, ninainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu utatoka wapi? Upo kwa Bwana. Hata kama ni mlima tutapanda tu. Bwana asifiwe sana. Yaani lazima tuvuke. Lazima tuende ng'ambo. Haleluya. Lazima utoboe, mtu wa Mungu wa JMC. Lazima. Wewe unanionaje mimi? Mungu habadiliki kwa sababu ya nyakati. Hata kama alikuzika kaburini, wewe unadhani kitu cha kawaida Yesu anachofanya? Siku 4 mtu yuko kaburini. Lazaro yuko kaburini. Bwana mwambie kufungua, sema ananuka huyu mtu. Fungu. Na bila leo mchana wa leo nakutangazia habari njema. Tunaenda kufungua kitu ambacho wamekusiba. Kuna mambo ambayo hayaendi, wamezuia baraka zako. Tunaenda kufungua, tunaenda kubomoa. Hata kama kuna malango ya shaba, tunaenda kubomoa. Usiogope tu. Jitie moyo katika Bwana. Yupo Mungu. Yupo Mungu. Usibadilike nafsi yako kwa sababu ya kuogopa mazingira. Usiogope vitisho kwa sababu unaona wenzangu naona anabadilisha magari. Na wewe iko sikujua mimi siku moja nitakuja kuendesha gari nzuri. Bwana asifiwe sana. Sikujua nabadilisha magari, naendesha ninapotaka. Lakini kwani nilizaliwa napi? Kwa sababu ya ubosi, kwa sababu ya mafanikio, basi wanataka tuwapigie magoti. Siku moja katika kitabu cha Daniel, Nebukadneza walichonga masanamu yao, wakataka kila mtu awe na sujudu, awe na abudu. Vijana wakakamavu walikwepo kama hivi sasa. Tunaona vijana wetu wa JMC buki. Nebukadneza akawatukuza Daniel, Meshach na Abednego. Mashaka hakutaka wasujudu. Meshach, Shadraka na Abednego wakamwambia, mfalme, tunakuheshimu sana. Bwana asifiwe sana. Someni habari hizo katika Daniel. Tafuteni na hapo homework. Mimi nawafungulia tu Daniel. Kuna habari hizo, sawa? Ndio wapendwa. Yule Nebukadneza anataka wasujudu masanamu ya mikono, lakini hawezi kuweka kama mimi hapa. Wameweka na midomo, lakini haiwezi kunena. Miguu yao imesimama pale pale, meganda.
na kutembea kwenye gari. Ninazunguka kama kaburi. Watu wakiona nikipita hapo napanda napigwa, watu wasijui. Ndani ya zangu forget about it. Hatuwezi kusujudia kitu kisio neno. Kitu ambacho sio Mungu. Bwana sikia. Hata kama wewe ni nani, hatutabadilisha imani yetu tulionayo. Sisi tumeokoka. Sisi tunampenda Yesu. Akamwambia hivi. Afisa anasema, mimi ni mtu mkubwa. Ndio, tunajua. Pigeni magoti sasa kwa mara ya mwisho. Hatutapiga magoti Bwana. Wakamkatalia Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakasema sisi hatutapiga magoti. Hatutasujudia ile sanamu. Kama kufa na tufe basi. Kama Mungu wetu hawezi kutuokoa basi kufa na tufe. Haleluya. Amen. Najua kuna mateso. Najua kuna mabaya. Adui anakuwazia mabaya kama utaona. Uone kama mimi nitakuibia hata safari. Sunabisha mimi unanilishia. Sitakuibia hata. Ndio basi. Mungu atakupa njia zipo. Mtu wa Mungu. Unaona Shadraka wakati Shadraka alitumbukia kwenye tanuri la moto. Tena siku hiyo mfalme aliamuru kwamba moto huo ukolezwe mara 7 zaidi ya kawaida. Ili awatese zaidi. Kwa maana kwamba kifika tu wale ni unga. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu ninajua mateso. Lakini huko msaada wa Mungu. Mungu anaenda kuwafungua mchana wa leo kwa imani nilionayo. Ninajua Mungu ana jambo kwa ajili ya maisha yetu katika Mungu. Amen. Kuna jambo Mungu anaenda kulifanya tu. Hata kama umekuwa ukiteseka, hata kama umekuwa ukipata magumu, hata kama kuna vizuizi ambavyo adui anazuilia neema yako, Mungu sio mtu aseme uongo. Yeye ambaye amekufia pale msalabani anaenda kufanya jambo kwenye maisha yako. Macho yako utaenda kuona. Kuna mwingine, mgonjwa mwingine ambaye watu wetu naye alikuwa anaomba msaada kila siku. Anapiga foleni, inapofika zamu ya yeye kuponywa, yeye anapitilizwa anambia, Bwana sikiliza. Lile gari ambalo lilikuja kuleta msaada limerudi tena na limerudi wapi? Mjini. Subiri kesho. Kuna watu wanangoja muda mrefu. Kuna watu wamekaa kwenye foleni, kila inapofika zamu yao hawapati muujiza. Bwana anaenda kukugusa. Yeye ambaye alimwambia yule mtu kwamba wewe sikiliza, unataka upone, usianze kupitisha Kiswahili kwamba Bwana, mimi nakukaribia kutoka kuingia, sina mtu akunisaidia ili niingie kwenye maji. Nipate yale maji yaliyotukuliwa na malaika na mimi niingie nipate kupokea muujiza. Itika tu kwamba Bwana, siwezi maisha yangu pasipo wewe. Mungu anaenda kufanya jambo. Mungu anaenda kukufungua mchana leo. Mungu anaenda kukufungua na kwambia wapendwa. Usitoke wala moyo wako usione kwamba wewe ni duni au hutaweza. Mambo makubwa Mungu ameweka moyoni mwako. Hata Yeremia alijidharau. Asema mimi ni nani? Mimi ni mdogo sana. Mimi ni mdogo. Siwezi kusimama mbele ya watu wakubwa. Siwezi. Nitasimamaje? Siwezi. Nina kigumizi. Siwezi. Wakina Musa watanikataa. Lakini neno la Mungu linasema mimi nakwambia kabla sijakuumba tumboni mimi nalikujua. Yeye anakujua vema, anakujua vizuri sana. Anajua mifupa yako jinsi ilivyoumbwa ile karabati. Amekuchonga vizuri. Na kabla hujazaliwa tumboni mimi nalikutakasa. Leo hii Bwana amekutakasa. Hauna mikosi, hautakuwa na balaa, hapana baya juu ya maisha yako. Nyumba yako itakuwa salama. Bwana anaenda kukulinda mchana wa leo. Mungu anaenda kukutembelea mchana wa leo. Mungu anakwenda kukugusa mchana wa leo. Mungu anaenda kuponya upofu ulionao ili uyaone maisha kwa kumbe. Naweza. Asante Yesu. Naweza. Asante Mwokozi. Wewe utakuwa ni shahidi Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Utakuwa ni shahidi hapa Bunju. Wale wanakubeza sasa tunamfahamu yule tunasajili kwa Jose. Anapiga
Wanataka nini kutembea kwa Mungu? Moja mbili kama nini? Kutembea kwa Mungu nasemaje? Nimeshasahau. Sema Mungu sisi. Hiyo fimbo ya imani uliyoshika kama Musa alimwambiwa, una nini mkononi mwako? Mbona unahangaika? Mbona unaonekana kama vile wewe umechoka? Mtu wa Mungu. Watoto wa Jose nyinyi. Mnatambua thamani yenu? Mnajitambua kweli? Mnatambua thamani yenu kweli? Yesu anaenda kuwafungua mbele. Hamtabaki kama mlivyo, nakwambia. Mungu anaenda kubadilisha mambo, kuyafanya mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo anafanyika kwa kiumbe kipya. Tunasahau tabu za zamani. Tunasahau jinsi tulivyozaliwa kule, ndio. Wazazi wote walikuwa wanatulisha chakula sio kama sasa hivi. Mimi nakumbuka mama alikuwa